Shalom, shalom. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya somo letu ambalo linasema unapoota ndoto zinazokuonyesha upo kwenye kichaka ama kwenye miiba, ni nini tafsiri yake? Na leo ninakuanzia wiki iliyopita tuliweza kuona tafsiri mbili. Tuliona tafsiri mbili, tafsiri ya kwanza na tafsiri ya pili, na leo nataka niendelee pale ambako tulikuwa tumeishia. Tafsiri ya tatu, unapoota kwamba upo sehemu yenye kichaka ama uko kichakani ama sehemu ambayo ina miiba, tafsiri yake ni nini? Tafsiri ya tatu ni hii. Tafsiri ya tatu ni kwamba hiyo ni ishara ya kwamba kuna kosa ambalo ulilifanya ama umelifanya ama unakaribia kulifanya ambalo litakusababishia matatizo ama adhabu ambayo itakutesa. Kuna kosa ambalo ulilifanya ama utalifanya ama unakaribia kulifanya ambalo linaweza kukupa adhabu ambayo itakuletea mateso katika maisha yako. Hii tunaipata wapi? Kwanza tunaipata kwenye kitabu cha Waamuzi 8 mstari wa 7, 15 na wa 16. Waamuzi 8 mstari wa 7 inasema, ndipo Gideon akasema, kwa sababu hii hapo Bwana atakapokuwa amewatia Zeba na Salmuna mkononi mwangu, ndipo nitaipura nyama ya miili yenu kwa miiba ya nyikani na kwa michongoma. Nataka uangalie hapo, ndipo nitakapoipula nyama ya miili yenu kwa miiba ya nyikani, yani kwa miiba sawa sana miiba ya vichakani na michongoma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na michongoma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huo ni mstari wa 7. Na hii alikuwa anawaambia watu ambao aliwaambia kwamba nipatieni mkate ili niwape watu wangu ili tunapokwenda kwenye vita tuweze kushinda, lakini wale watu walikataa, manake walikuwa wametenda kosa katika mpango wa kimungu, kwa sababu ilikuwa ni mpango wa kimungu Gideon kwenda kuwaangusha hawa watu ambao anakwenda kuwaangusha, lakini alikuwa anahitaji support kutoka kwa watu wengine, lakini wale watu walikataa, manake walitenda kosa. Na akawaambia, basi mimi nitakapokwenda na kuwaangusha wale na kwenda kuwaangusha, nitakaporudi mtapata adhabu itakaowatesa. Adhabu yenyewe ni gani? Adhabu yake ni kwamba mtapigwa kwa miiba ya nyikani, mtapigwa kwa miiba ya vichakani, mtapigwa kwa miiba ya polini, mtapigwa kwa miiba pamoja na michongoma. Huo ni mstari wa 7, lakini tuangalie mstari wa 15 na wa 16 inasemaje? Mstari wa 15 na wa 16 inasema, kisha akawafikiria wale watu wa Sukothi ambao ndio alikuwa anaongea nao katika mstari wa 7, akawaambia, tazama, Zeba na Salmuna ambao ninyi mlinisimanga kwa ajili yao mliposema, je, mikono ya Zeba na Salmuna iko sasa mikononi mwako wewe, hata tuwape watu wako waliochoka mikate? Basi akawatwaa hao wazee wa mji na miiba ya nyikani na michongoma, akawafunza hao watu wa sokoni. Kwa hiyo yani aliwafundisha adabu, aliwaadhibu ili kuwafundisha adabu kupitia miiba ya nyikani pamoja na michongoma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo unapooteshwa namna hiyo kwamba kuna miiba, upo sehemu ya miiba ama upo sehemu za nyikani, sehemu za vichakani, manake mmoja tafsiri anakuambia, Mungu anakuonyesha kwamba aidha kuna kosa tayari umelifanya ama kuna kosa unakaribia kulifanya ambalo litakusababishia upate adhabu ya namna hii. Tuangalie kitabu cha Danieli sura ya 4. Danieli sura ya 4 mstari wa 24 mpaka 27. Danieli sura ya 4 mstari wa 24 mpaka wa 27. Kuna kitu pale cha kuelewa. Inasema hivi, tafsiri yake ni hii: mfalme, nayo ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme, ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa yeye amtakaye awayo yote. Hii ni ndoto ambayo aliota Nebukadreza, na alipoota Nebukadreza akamwita Daniel aweze kumtafsiria, na ndoto yake ilikuwa inamuonyesha ya kwamba atafukuzwa katika himaya yake, atafukuzwa katika ufalme wake, na atapelekwa huko kwa wanyama, ataenda kuishi na wanyama polini, ataenda kuishi polini, nyikani huko, mabondeni huko, ataenda kuishi polini kwenye vichaka, na huko ataishi kwa muda wa misimu 7 itakayopita, majira ya aina 7 yatakayopita. Lakini nini kinachomfanya huyo mtu apewe adhabu hiyo?
Mungu amwambie kwamba utapewa adhabu hii ni kwa sababu ya kiburi kilichoinuka kujiona kwamba yeye ni bora na anafanikiwa kwa mkono wake na sio kwa mkono wa Mungu ambaye anamsaidia. Hapa alikuwa bado hajapewa hiyo adhabu, lakini alikuwa anaonyeshwa ili atubu kabla adhabu haijafika. Na Daniel alimshauri akamwambia, basi nakupa ushauri mfalme wangu, urekebishe mambo yako, utubu mbele za Mungu wako kabla haya mambo hayajatokea. Lakini tunaona Nebukadreza alipuuza ule ushauri, hakutubu, na baada ya miezi 12, mwaka mmoja ulipopita, kile ambacho alikuwa amekiota kikatokea. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unaota kitu ambacho kwa sasa hivi hakipo katika maisha yako. Unaona maisha yako sawa sawa, lakini unaota kwamba unafukuzwa sehemu fulani na unapelekwa nyikani, unapelekwa kwenye vichaka, unapelekwa kwenye miiba, hauelewi nini unachoambiwa. Lakini Mungu kumbe anakupa tahadhari ya kwamba kuna kosa ambalo unakaribia kulifanya na ama unalifanya ambalo linanichukiza. Kwa sababu ya hilo kosa nitakuadhibu usipojirekebisha. Kwa hiyo ukiletewa namna hiyo, ndoto ya namna hiyo, na kama unahisi kabisa mwenendo wako na Mungu hauko sawa, ama ukienda mbele za Bwana kumuuliza kwa nini kakuletea ndoto kama hii, atakapokuonyesha kosa, basi ni lazima uingie katika maombi ya toba na sio maombi ya vita, maombi ya kujinyenyekesha, ili Mungu atengeneze moyo wako na aondoe ile adhabu ambayo iko mbele yako. Na kama tayari upo ndani ya adhabu, pia unahitaji kwenda kwenye maombi ya toba, kwenda kumwambia Mungu akurehemu, kwa sababu Nebukadreza alipogundua ya kwamba amekosa na tayari akawa yuko katika kifungo baada ya lile tukio kutokea, baada ya muda alijua ya kwamba amekosea, akaelekeza macho yake kumtazama Mungu juu na kumuomba rehema na kumuomba na kumtukuza ya kwamba yeye ndio Mungu wa miungu. Na hata yeye alipokuwa na ufalme si kwa uweza wake. Aliporudisha shukrani kwa Mungu, ndipo Biblia inatuambia akarudishwa sehemu yake ya baraka, akarudishwa katika ufalme wake, na akarudishiwa watu wake, na akarudishiwa mali zake. Mungu akamrehemu, Mungu akamsamehe na kumrejeshia. Kwa hiyo kama tayari umeshaingia katika hilo kosa, tayari umeshaingia katika hiyo adhabu, unaweza kuomba toba. Lakini kama bado pia hujaingia katika hiyo adhabu, unaomba toba kwa sababu tayari kuna kitu ambacho kinaanza kuumbika moyoni mwako na Mungu ameanza kukuonyesha. Kwa hiyo naomba toba ili Mungu asilete ile adhabu, badala yake akuletee rehema zake na kutengeneze na kukubadilishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ukiomba namna hiyo, Mungu atakuachilia msaada katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jambo la 4 ama tafsiri ya 4 ni ujumbe ambao unapewa unapoota kwamba upo katika kichaka ama unaota kwamba upo katika sehemu yenye miiba. Ni ujumbe ambao unapewa kuwa unaweza ama tayari umekwisha kufukuzwa ama umekwisha kuondolewa kwenye nafasi kwa maana ya position. Nafasi inaweza kuwa nafasi ya ndoa, nafasi inaweza kuwa nafasi ya kazi, nafasi inaweza kuwa nafasi ya biashara, nafasi inaweza kuwa nafasi katika huduma, nafasi yoyote ya utumishi wako, nafasi yoyote ile ambayo Mungu alikupa, inakuonyesha kwamba umeondolewa kwenye nafasi na umepelekwa sehemu nyingine ambayo haukutakiwa kuwepo mahala pale. Na anayekuondoa ni nani? Anaweza kuwa amekuondoa Mungu kwa sababu ya makosa yako, ama adui kwa hila zake amekuondoa katika hiyo nafasi yako nzuri na amekupeleka katika nafasi ambayo isiyofaa. Ni kama nilivyokusomea katika kitabu cha Daniel sura ya 4 mstari wa 24 mpaka 27, ile ndoto ya Nebukadreza alipojiinua kwa kiburi, alioteshwa ndoto ya kwamba atafukuzwa na kupelekwa nyikani, atafukuzwa na kupelekwa polini, atafukuzwa na kupelekwa sehemu ambako ni mabondeni, ili kwenda kulishwa katika manyasi ya bondeni pamoja na wanyama. Ataenda kunywa maji yanayotoka kwenye umande pamoja na wanyama. Ataishi maisha yake ya huko msituni kwa muda wa misimu 7 kwa sababu ya kile kiburi ambacho kilikuwa kimejiinua ndani yake. Kwa hiyo na wewe unapoona ya kwamba upo nyikani, upo kwenye vichaka, upo katika miiba, ni moja tafsiri ya kwamba tayari umeondolewa aidha na Mungu ama na adui, na umeondolewa kwenye nafasi uliokuwa nayo, na ama unakaribia kuondolewa katika nafasi uliokuwa nayo na kupelekwa kwenye nafasi ambayo si ya kwako. Lakini pia wimbo ulio bora sura ya 2 mstari wa 2 pamoja na wimbo ulio bora sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, kuna kitu cha kujifunza. Wacha nikusomee hapo. Asante. Tuanze na wimbo ulio bora sura ya 2 mstari wa 2, tuone inavyosema. Inasema hivi: kama nyinyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Manake au Suleiman anasema mpenzi wake ni kama ua la ninyoro, lakini limezungukwa na miiba. Sasa angalia sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, inasemaje? Inasema, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti za Yerusalem, mfano wa hema ya Kederi, kama mapanzia yake Sulemani. Msinichunguze kwa kuwa ni mweusi, kwa sababu jua limeniunguza,
wana wa mama yangu wakanikasirikia, wakaniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Angalia sasa kitu ambacho hapa Mungu anatusemesha katika hii kwenye sura ya pili. Sulemani anamwambia huyu mwanamke, ni wewe ni kama ua zuri, lakini shida ni kwamba umezungukwa na miiba. Anamuonyesha lugha ya picha, umezungukwa na miiba. Kuna vitu ambavyo vipo kati yako, si mahala ambako ulitakiwa uwepo. Ulitakiwa kuota mahala ambako hakuna hiyo miiba. Ulitakiwa kuota katika eneo zuri. Ulitakiwa kuota eneo ambalo litakufanya uzae. Ulitakiwa kuota katika eneo ambalo litafanya uzuri wako uonekane. Lakini bahati mbaya umeota sehemu ambayo, ama umepelekwa sehemu ambayo kuna miiba inakusonga, kwa hiyo uzuri wako hauonekani. Na yeye mwenyewe huyu mwanamke katika sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6 anasema ya kwamba yeye ndani yake ana uzuri fulani, lakini kwa nje ukimwangalia unaona weusi tu. Manake anao uzuri, lakini sehemu aliyokuwepo anasema ni sehemu ambayo wana wa mama yake walimpeleka mahala ambako kuna jua, na lile jua limemunguza, ndio maana anaonekana kuna weusi. Lakini anasema hao wana walimkasirikia, walimtoa kwenye shamba lake, wakampeleka kwenye shamba lao ili alilime shamba la kwao, lakini shamba lake yeye mwenyewe asililime. Maana aliondolewa kwenye position kutoka mahala ambako alitakiwa kuwepo kwenye shamba lake, akapelekwa kwenye shamba la mtu mwingine. Maana aliondolewa kwenye position fulani yake na kupelekwa kwenye position ya adui. Na Sulemani anapotafsiri hiyo hali anasema ni sawasawa na ua ambalo limeoteshwa mahala sio sahihi, limeoteshwa mahala ambako kuna miiba. Unaweza kuelewa ukiunganisha hizo vitu viwili, ya kwamba unapojiona upo kwenye miiba, manake umewekwa sehemu ambayo sio ya kwako, haukustahili kuwepo mahala hapo. Na ndio maana inawezekana haustawi, na ndio maana unaonekana hauzai matunda, na ndio maana unaonekana ya kwamba ile kalama ama vile vipaji ulivyokuwa navyo havikuzalii matunda, ile biashara haileti faida, ile huduma haizai inavyotakiwa, ile kazi haikunufaishi inavyotakiwa, ile ndoa imekuwa haina amani, kwa sababu kuna mahala umeondolewa katika ulimwengu wa roho na umewekwa mahala pengine ambao kuna miiba inakusonga kiasi kwamba unashindwa kustawi sawasawa na mapenzi ya Mungu.